Watu wengi sasa hivi wanaongea kuhusu uwekezaji hapa Tanzania. Nunua hisa, nunua bondi za serikali, weka UTT, weka kikoba, tengeneza kibubu nyumbani, au weka fixed deposit. Je, wewe unajua ni sehemu gani sahihi na salama kwa ajili ya kuwekeza pesa yako kulingana na malengo yako? Hi, my name is Victoria. I'm a career coach and a certified financial educator. In this episode, tutaenda kuangalia option mbalimbali zilizopo Tanzania za uwekezaji. Uwekeze wapi, lini na kwa nini? Tafadhali subscribe, share, like na ucomment kwenye hii video, tuendelee kujifunza pamoja. Uwekezaji una option nyingi tofauti. Chukulia mfano kama umeenda kwenye mgahawa ama kwenye restaurant unaoipenda kwa ajili ya kula chakula. Ukifika pale utapewa menu. Ni kama uwekezaji. Zile options za vyakula zinakusubiri wewe uweze kuchagua unataka kula nini siku hiyo. Ninataka kula nini? Appetite yangu leo najisikia kula kitu gani? Lakini pia appetite yako peke yake haiamui ule kitu gani. Je, hichi kitu ninachotamani kula leo nina ki-afford? Naweza nikakinunua? Kulingana na bei iliyoandikwa kwenye ile menu. Lakini utaangalia pia muda. Sasa hivi ni saa ngapi? Huu ni mlo gani? Je, ni breakfast, ni lunch ama ni dinner? Kwa vitu vitatu vitadetermine unachagua chakula gani kwenye menu. Ni sawa na uwekezaji. Ukitaka kuwekeza utaangalia options zilizopo sokoni. Kuna option nyingi sana. Kwa kabla hujaamua niwekeze hapa na hapa, ni lazima ujue kwa nini unawekeza. Unataka kuwekeza kwa muda gani? Lakini pia una kiasi gani ambacho unataka kukiwekeza. Tunapoangalia options za kuwekeza ama za uwekezaji Tanzania, option ya kwanza, hii ni ya lazima. Hakikisha unawekeza katika ujuzi na maarifa. Skills and knowledge. Hakikisha unajua. Hakikisha unatafuta maarifa kuhusu uwekezaji. Unavyoangalia video hii ni sehemu yako ya uwekezaji. Lakini ukisikia kuna sehemu unatakiwa ulipe pesa ili ujifunze kuhusu kuwekeza, nenda kajifunze. Kabla hujachagua sehemu gani uwekeze pesa yako, hakikisha unazingatia yafuatayo. Lengo, kwa nini unataka kuwekeza? Risk level, kiasi gani unaweza kuibeba ama kuivumilia? Available capital ama mtaji, wewe una shilingi ngapi ambao unataka kuiwekeza? Lakini pia liquidity. Uko unakowekeza, ukitaka kuchukua pesa yako leo, itakuchukua muda gani kabla hujaweza kuiaccess? Cha mwisho na cha muhimu, knowledge. What do you know about that investment? Unajua nini kuhusu hiyo sehemu unayotaka kuwekeza pesa yako? Option ya kwanza ambayo ni common, inajulikana, ni biashara. Kama una pesa, una mtaji, unaweza kaamua kufanya biashara. Lakini kama tulivyoongea, what do you know about business? Hiyo biashara unaijua kiasi gani? Utapata faida? Lakini unajua risk zake? Kwamba inawezekana mambo yasipoenda sawa, ninaweza nikapata hasara. Option nyingine ni SACCOS na vikoba. Hii ni kitu ambacho watu wengi tunavijua na watu wengi tunajihusisha na SACCOS na vikoba. Lakini je, inawezekana hatujui ni namna gani huu ni uwekezaji. Ukiweka pesa yako kwenye SACCOS ni uwekezaji. Pesa yako itazaa kwa sababu SACCOS inakopesha members kwa riba nafuu, including yourself. Ile riba ikipatikana itaongezeka kwenye mtaji wako. Kwa pale unakuwa umewekeza, lakini return yake, kumbuka tuliongea kuhusu return, tukaongea na risk. Risk yake ni ndogo, return yake pia ni ndogo. Pesa yako iko SACCOS. Tuangalie vikoba. Vikoba ni kitu ambacho watu wengi sana tunavijua kwa majina mbalimbali. Wengine wanasema mchezo, wengine wanasema kikundi, lakini kikoba ni kitu ambacho watu msingi wake ni kujuana, kufahamiana na kuaminiana. Ukiingia kwenye kikundi ama kwenye kikoba, faida yake kama mwekezaji ni kitu gani? Unaweka pesa yako kwa watu ambao unaaminiana nao, ukiamini kwamba utarudishiwa pesa yako baada ya muda. Mfano,
Kama mko watu 12 mnaweka pesa kila mwezi, mtu anayechukua pesa Januari mwaka 2026 anakuwa amepata mkopo wa milioni 1.2 kama mnaweka 100,000 ambayo atailipa kwa mwaka mzima bila riba. That is a soft loan, interest free loan. Lakini mtu ambaye atakuja kuchukua pesa mwezi wa 12 kwa mwaka huo huo kwenye kikoba ni mtu ambaye amewekeza pesa yake kwa miezi 11, anakuja kuichukua mwezi wa 12. Option nyingine ambayo ipo sokoni nchini Tanzania ya uwekezaji, unaweza ukachagua kuwekeza katika mifuko ya pamoja ya uwekezaji. Mifuko ya pamoja ya uwekezaji ina wataalamu ambao watachukua pesa yangu, pesa yako na pesa ya mtu mwingine kwa pamoja, wataenda kuiwekeza kwenye sehemu mbalimbali za uwekezaji. Kwa mfano, wanakopesha mabenki, wananunua bondi za serikali, wananunua hisa kwa niaba yako. Option nyingine ya uwekezaji nchini Tanzania ni kuwekeza katika bonds za serikali. Kuna treasury bills and bonds. Serikali inafanya miradi mbalimbali inayohitaji mamilioni na mabilioni ya pesa. Pesa hizi mara nyingi serikali inazikusanya kutoka kwa wananchi kama wewe na mimi. Bondi ziko za miaka tofauti tofauti. Kuna za muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu. Kulingana na risk appetite yako, kulingana na mahitaji yako ya pesa, unataka upate pesa baada ya muda gani, utachagua uwekeze bondi ya miaka 5, miaka 10, miaka 20 au miaka 25. Option nyingine ya uwekezaji nchini Tanzania, unaweza pia ukachagua kuwekeza kwenye soko la hisa. Bahati nzuri ni kwamba tuna soko la hisa la Dar es Salaam, Dar es Salaam Stock Exchange, DSE. Katika soko la hisa utawekeza katika makampuni mbalimbali. Utachagua unataka uwekeze kwenye kampuni gani na ni kwa nini. Kila kampuni unayowekeza ina utaratibu wa kutoa dividend ama gawio kila baada ya muda fulani. Kuna wengine wanatoa mara 1 kwa mwaka, wengine mara 2 kwa mwaka au zaidi. Option nyingine ya uwekezaji Tanzania ni kwenye ardhi, real estate. Unaweza ukachagua ukanunua kiwanja, ukanunua shamba, ukawekeza, ukajenga nyumba za kuishi watu, nyumba za kukodisha, ukajenga eneo la biashara, ukajenga kiwanda, ama ukalima kwa biashara ama kulima mazao ya chakula. Option nyingine nzuri kabisa kuwekeza nchini Tanzania ni bima ya maisha. Najua hii si option ambayo ni very common, it's not very common. Ni option ambayo watu wengi hawaijui na hawajaijua. Lakini unaweza ukawekeza kwenye bima ya maisha. Kampuni tofauti Tanzania za bima zinatoa products mbalimbali ambazo za life insurance. Life insurance inakupa protection ya pesa yako, unapata protection ya future ya wale ambao wanakutegemea. Kwa mfano, kuna product inaitwa Educare ama education package. Unaweka bima kwa ajili ya elimu ya watoto wako. Makampuni mbalimbali ya bima nchini Tanzania yanatoa product tofauti kwa kushirikiana na mabenki Tanzania, product za bima ambazo zina investment ndani yake. Mfano, jifunze kuhusu bima ya maisha ambayo ina cover education ya watoto. Kuna mfuko mwingine unaitwa Fanaka. Nenda kajifunze kuhusu hivyo vitu. Sehemu ama options za kuwekeza ziko nyingi kama tulivyoziangalia. Lakini utachagua unawekeza sehemu gani. Sehemu ya kwanza ya lazima ya kuwekeza ni kwenye knowledge na skills, maarifa. Hakikisha unajua ni kampuni zipi ziko sokoni, zina faida gani, zina riski gani, ili uweze kuchagua. Uweze ukawekeza kila sehemu. Chagua sehemu ambayo ni sahihi kwako kulingana na hali yako, uchumi wako na appetite yako ya risk.